Karibuni na ujambo mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Leo ni siku ya Jumamosi ya tarehe Februari 28 mwaka wa 2026. Haya ni matangazo yetu ya alasiri. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, katika ile tumekuandalia, tunakwenda kuzungumzia kuhusu kifo chake Luteni Kanali Willy Ngoma ambaye alikuwa ni msemaji wa kijeshi wa muungano wa AFC M23. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, kuna kulikoni? Tunakuomba aswa tukizungumzia mazishi yake. Mazishi yake yalifanyika wapi? Yalifanyika je, katika mazingira gani? Na kuomba waandamane nasi tuanze pamoja safari hadi pale tutakapo hitimisha safari yetu. Hivi kabla ya kuendelea, na kuomba wewe ambaye bado hujasubscribe, huu ni muda wako, tafadhali usikose kusubscribe, yaani kujiabone, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare, yaani kupartage, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Na bila ya kupoteza muda, moja kwa moja tuzungumzie kuhusu mazishi ya Luteni Kanali Willy Ngoma aliyekuwa msemaji wa kijeshi wa muungano wa AFC M23 baada ya kuuawa na drone iliyorushwa na FARDC kama vile habari zilizotokezwa. Ilikuwa ni siku ya Jumanne ya tarehe Februari 24. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, baada ya kusambaa kwa habari ya kifo chake, hapa tunakwenda kuzungumzia kuhusu mazishi yake ambayo yawezekana labda kwa muda ambao tunatoa matangazo haya yakawa tayari yameisha fanyika. Ikumbukwe hapa kwamba kuna mwandishi wa habari ambaye hawezi kwa muda kama huu kuongea mabaya kuhusu muungano wa AFC M23. Huyu katoa kitangazo cha masikitiko akisema mazishi ya Luteni Kanali Willy Ngoma, msemaji wa muungano wa AFC M23, yawezekana mazishi yake yalifanyika siku ya Jumatano, ikiwa sio Ijumaa. Hizi ni habari za Ijumaa kumrazi. Mazishi yake yalifanyika, lakini katika mazingira ambayo hadi sasa hayajaeleweka. Naye Pero Ruhara akatoa kitangazo cha kusema mazishi ya Willy Ngoma yamefanyika, lakini katika hali isiyo ya heshima, akisema hakuna hata watu walioharifiwa, haswa na memba wa familia yake, wakati walikuwa akisubiria labda mwili wa marehemu utasafirishwa kutoka sehemu ambako kulitokea shambulio hilo na kusafirishwa hadi mji wa Goma ili aweze kufanywa mazishi ya heshima kama wengine wote, aswa kama wanavyofanyiwa wanamemba wengine wa muungano huo katika eneo hilo ambalo wenyewe wanalimiliki. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, kuhusu mazishi yake Willy Ngoma, tayari vyombo vya habari vimeandika mengi na vinywa vya watu tayari vimevuisha mate mengi. Watu ujipa maswali ikiwa kweli hivyo ilivyotangazwa ndivyo hali ilivyo, wengi hawaelewe kutokana na umaarufu aliokuwa nayo
Willy Ngoma aliyeipigia chama au muungano wa AFC M23 debe kwa aina yake, lakini baada ya kifo chake mwili wake uwekwe ardhini bila hafla zozote zile au tafrija zozote zile au sherehe zozote zile, bila hata kuwepo kwa wanamemba wa familia yake walipokuwa wakisubiria mwili wake mjini Goma aweze kushikwa au afanyiwe mazishi kwa heshima zake zote. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, hizo ndizo habari zinazosambaa mitandaoni. Watu wengi walio karibu na muungano huo nao pia wamekerwa endapo habari zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii ni za ukweli au hawahelewi, na wengi wao wanachanganyikiwa. Kwa nini umaarufu aliokuwa nao Willy Ngoma kwenye muungano huo, lakini mazishi yake yafanyike katika hali au mazingira yanayoonekana kama vile ya kisiri? Hadi sasa maswali yangali bado ni mengi tu, na walio wengi wangali wanaulizana na walio wengi wangali wanajipa maswali lakini wakikosa majibu. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, kumbuka kwamba msemaji wa kijeshi wa muungano wa AFC M23 Luteni Kanali Willy Ngoma alikuwa ni mtu kwenye chama hicho au muungano huo, licha ya kwamba hakuwa na uongozi wowote au hakuwa na neno la mwisho katika uongozi wa muungano. Mwenyewe alihipa nafasi kubwa muungano huo, haswa mara wanapowasili eneo wakimiliki eneo. Yeye alikuwa wa kwanza kujitokeza kwenye kamera ili aonyeshe ulimwengu na wengine wote kwamba wao tayari wamedhibiti eneo. Ni kusema mwenyewe alikuwa ni mtu aliyehipa nafasi au kuinua muungano wa AFC M23, lakini wengi wamejipa maswali, kwa nini kifo chake au mazishi yake yaendeshwe kisirisiri hata bila ya kuwepo wanamemba wa familia yake? Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, ni hayo ambayo tunakuandalia kwa leo. Je, kuna dalili zozote au kuna kitu? Tuyaachie majira muda. Na ni kufikia hapo mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, sina cha ziada, na kuomba wewe utupe mchango wako. Mchango wako si mwingine bali ni wewe kujiabone, yaani kusubscribe. Tizama upande wa kuume au kulia kuna alama ya kengele. Tafadhali bonyeza alama ya kengele, hapo utakuwa umesubscribe. Nenda upande wa kushoto, kuna alama ya kidole inayoonyesha sawa. Bonyeza hapo, utakuwa umelike. Bila ya kusahau, chini ya vidole kuna nafasi kumeandikwa acha comment yako. Tafadhali andika maneno mawili au matatu. Andika sehemu ulipo, itatupelekea sisi ufahamu sehemu gani, wapi na wapi wanatufuata. Na kwa mwisho, usikose kushare, yaani kupartager, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Kumbuka vile, usisahau kwamba unaposubscribe utakuwa miongoni mwa wale wasikilizaji na watazamaji wetu watakaokuwa wakipata habari zetu kwa mstari wa kwanza mara tunapopanda hewani. Mtazamaji, bila kukuchukulia muda, acha tukomee hapo hadi tutakapokutana tena hewani. Nasema asante kwa kukubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Acha nikutakie weekend njema nikisema asante.